Habari, naitwa Felix Mutaki, ni wakili wa kujitegemea kutoka kampuni ya mawakili Neptune Law Attorneys. Leo hii tulipata fursa kuwa na Fintech Conference, Annual Conference ya mwaka 2025 ambayo imefanyika hapa jijini Dar es Salaam. Kiukweli sisi kama sehemu ya wadau ambao tunafurahia shughuli hii ambayo ilikuwa imefanyika hapa, kwa sababu imejikita zaidi kupanua na kuleta mijadala chanya ambayo inazungumzia ukuaji wa teknolojia na utoaji wa huduma za kifedha, vyote kwa pamoja vikikutana kuwa ni manufaa gani ambayo sisi kama walaji na kama watumiaji wa hii mifumo unaweza ukawa ni mnufaika. Hivyo ni shughuli ambayo na mkutano ambao ni endelevu na unaendelea hapa, na imekuwa ni sehemu kubwa, wadau kibao wameweza kuwepo hapa na wengi ambao zaidi kujenga na kujifunza nini ni changamoto na nini ni sehemu pa kuboresha zaidi, kwa sababu ndipo dunia ya sasa inapoelekea. Kwa hiyo ni furaha sana kuona zoezi hili limefanyika, na niwapongeze Fintech Society of Tanzania kwa ajili ya kuhost mkutano ambao umeweza kutuleta wadau wote ambao kama sisi ambao ni wanasheria, kuangalia regulations na sheria ambazo zina govern upande wa fintech zina mchango gani na zina mapungufu gani na sehemu gani panaweza kwa ajili ya kuboresha. Okay, Mr. Kuna changamoto ya hii mikopo ya mtandao, na hii ina base huku inaingia huku kwenye fintech, kwa sababu hii fintech ni finance and technology. Yes. Sasa watu wengi wamekuwa wakichukua hii mikopo mtandaoni, ndio, na tumeona wanapata harassment baadaye wakati wa kurejesha hii mikopo. Na wewe ni mwanasheria, kuna lipi kusema? Sasa nikijibu swali moja kwa moja ni kuwa watu wengi sisi ambao ni walaji tumezoea kuitumia mifumo hii kwa ajili ya kupata huduma za kifedha, ambacho ndio lengo sahihi. Sasa kinachotokea ni kuwa uweledi na ufahamu wa kuwa huduma hizi na hii mifumo inatupa manufaa gani sisi tunayo, ila mara nyingi imekuwa ni tabia yetu kuwa tukiingia katika hii mifumo huwa hatuko sana na focus ya kujifunza kuwa yapi ni vile vigezo na masharti ya kupokea huduma kwenye hizi platform. Sasa hizi platform nyingi zimesajiliwa na ziko govern na Benki Kuu ya Tanzania kupitia mfumo wa National Payment System. Kwa hiyo kanuni na zile rates za mikopo mara nyingi sana ziko govern na sheria, na pale hata wanapokiuka masharti BOT chini ya idara hiyo wako wakiwafuatilia na kujua. Sasa unajikuta sisi walaji mara nyingi shida inayokuja, hatupendi kujifunza yale masharti kabla ya kupokea huduma. Huwa kuna terms and conditions ambazo inabidi uaccept katika hizi mobile apps ambazo huwa tunazi download na kuingia katika kukopa, kuchukua fedha. Sasa wengi huwa hatuna ile desturi ya kusoma na kujifunza kwa yapi ni masharti ya mimi kupokea huduma hii. Sasa baadaye yanapoanza katika utekelezaji wa recovery, labda wao kutaka kurudisha deni lao, kwa sababu lazima tuelewe kwa wao wenye hii mifumo bado ni biashara. Kwa hiyo inatupasa zaidi kuendelea kujifunza namna sahihi ya kutumia hii mitandao na kutumia hii mifumo na kuwa na uweledi mkubwa na kusoma na hata kutafuta msaada pale ambako unashindwa kuelewa nini ni masharti ya upokeaji wa zile huduma, kwa sababu wamejitahidi sana. Mifumo mingi ambayo ipo sasa hizi inapatikana katika lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiswahili ambayo wengi wetu ambao ni wa Tanzania tunaweza tukaelewa. Kwa hiyo ni rai yangu kwa wananchi na kwa walaji wanaopenda kutumia mifumo hii ya online platform kwa ajili ya kupata huduma, kuweza kwenda mbali zaidi wanapokuwa, kabla hawaja engage katika kupata zile huduma au kupakua zile app na kuweza kupata zile huduma za kimikopo kwenye hizi platforms, kuweza kudadisi na kusoma zaidi nini ni masharti ya upokeaji wa zile huduma. Ni yangu haya.